Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo mengi ambayo leo hii Wakristo tunadanganywa. Wakristo tunapitia. Wako wanadamu wanakuahidi vizuri sana. Njoo kwa kanisa yangu maana mimi hata nitakufanya mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sivyo, unapoendelea kule mwisho ni uchungu. Amen. Haleluya. Asifiwe Yesu. Kila mmoja yuko na imani, na imani hii uliyopewa ina uwezo wa kufanya mambo makubwa ndani ya maisha yako. Shida ni hutaelewa na hutafahamu yule ambaye unapaswa kumwangalia. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Haleluya. Kilichomfanya Yesu kuvumilia na kustahimili msalaba ni kile kilichokuwa kimewekwa mbele yake, yaani utukufu, heshima na kuinuliwa. Amen. Amen. Alipoulizwa ni nani ataenda duniani kuokoa wanadamu, kila mmoja alikuwa kimya. Lakini huyu jamaa alipoangalia, amen, baada ya hii aibu, baada ya haya mambo yote kugongelewa msalabani, mbele yake kumewekwa heshima na utukufu wa milele. Hivi ulimwengu wote umeokolewa kwa hili jina la Yesu. Ni utukufu, sio utukufu. Yeye peke yake akatunukiwa kukaa mkono wa kuume wa Baba. Nani mwingine alitunukiwa namna hiyo? Amen. Alipaswa kuvumilia, hakupaswa kuvumilia. Hata kama ni wewe kuvumilia ama huvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unapenda kuvumilia. Yaani ufe kwa ajili ya mwingine lakini upate faida isiyoonekana katika maisha. Si wanadamu wale. Si Wakristo wa leo. Maana hapa tahama kanisa maana amekwazwa na mama mchungaji. Amekwazwa na kiongozi wa vijana. Amekwazwa na mshirika mwingine. Amekwazwa na mchungaji. Na wabaki na kanisa yao. Vitu tu vidogo vidogo. Huo ni wokovu kweli. Unakuja kanisani, hebu mlisa mtaka. Unakuja kanisani wamtazama Yesu na mwanadamu. Unaangalia Mungu. Bwana asifiwe. Kanisa la leo inapaswa tuelewe na tufahamu wapendwa, ushindi uko mbele yetu milele. Kufanikiwa ndio sehemu ya maisha yetu. Kuinuliwa ndio sehemu ya maisha yetu. Lakini haitakuwa rahisi. Kama hatutamtazama Yesu, haitakuwa rahisi. Haleluya. Mahali kwa wiki moja wana wa Israeli walitembea 40 years. Mungu alikuwa mjinga kuwatembeza miaka 40. Na mahali kwenu wapaswa waingie ndani ya wiki moja. Bwana Yesu apewe sifa. Kanuni ya wokovu ni hii tu moja. Kumwangalia yeye aliyekuita. Amen. Maana ninajua kabisa hata kiyama kilipoenda Sodoma na Gomora. Haleluya. Lutu na nyumba yake, yeye ndiye ambaye alipata nafasi hiyo ya kutoka kwenye huo mji. Na hakutoka na mali zake, alitoka yeye na mke wake, lakini hata kumbe katikati ya njia mkeo anaweza kufuata. Kweli si kweli? Haleluya. Imagine iliambiwa kwamba iliandikwa kwamba bibi ya Lutu alikiuka chumvi lakini hata bwanake hakumuona. Maana sheria ilikuwa ni moja. Usiangalie nyuma. Haleluya. Na yeye wakaenda wakiongea mahali ambapo na Lutu labda nisikia sauti hebu chewe kwa mbele. Amen. Bibi haongei tena. Na hakupaswa kuangalia, aliendelea hivyo kana sheria ilikuwa ni moja. Amen. Usiangalie nini. Wewe watazama nini. Waangalia nini katika wokovu wako. Waangalia vitu vinavyoharibika kesho. Tuangalie vitu visivyoharibika milele. Na njia ni hii, kumtazama Yesu peke yake. Hiyo ndiyo kanuni kubwa ya wokovu. Si pekee. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Bibi ya Lutu akageuka chumvi kwa sababu alianza kutazama. Petro akazama sababu alianza kutazama ile bahari. Hata mimi na miguu. Hapo njoo, lakini yeye mshoe. Shaka ikamwingia. Kumbe mwingine anatembea. Kuna vitu tunafikia wakati mahali wapendwa, hata huyo Mungu tunaona hawezi. Huyo Mungu naye tunamdoubt. Huyo Mungu naye tunasema wacha akae kwanza. Asifiwe Yesu. Unamtazama nani? Mbona unataka unamtazama nani? Mtazama nani? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naomba kumaliza maana mchango unakuja. Maisha ya siku ya leo vile tunavyoishi kama Wakristo. Amen. Safari tulionayo sio rahisi.
matumizi mengi. Ndio maana mstari wa kwanza hapa, wekeni kando kila mzigo unaozinga kwa upesi. Kila mmoja wetu kunao mzigo. Kunao mzigo. Siongee habari za dhambi, usamehewa dhambi na mbinguni unaenda. Haleluya. Lakini kunao mzigo. Kunalo jambo linalokuzuia kwa haraka sana. Usifikirie utukufu wako. Usifikirie majibu yako. Usifikirie mahali unaenda kwa urahisi. Sema amen. Haleluya. Katika wokovu, katika safari hii kuna mambo magumu tunayopishana nayo. Na haya mambo yanatufanya saa nyingine baraka zetu zina delay. Haujanielewa. Bana pesa. Nasema haya mambo tunayopishana nayo katika wokovu. Amen. Saa nyingine yanatufanya tuchelewe kupokea baraka. Haleluya. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Sasa watu tulionayo si rahisi. Kuna vikwazo kwa kila aina. Lakini tunapomtazama huyu Yesu inakuwa rahisi kushinda. Amen. Amen. Atatuwezesha. Maana katika maisha ya wokovu si kuweza, unawezeshwa. Sio kuweza mzee Maluka, sio kuweza, unawezeshwa. Ndio. Katika huduma zetu zina mwenyewe tunawezeshwa. Ndio. Paulo akasema ninayaweza mambo yote kwa yeye anitiaye nguvu. Leo hii mpendwa, ni nani anayekuwezesha? Ni nani anayekuwezesha ili kusimama katika hiyo kazi? Kusimama katika hiyo biashara, kunawili katika hiyo ndoa. Ni nani anayekuwezesha? Ni nani? Ni babu yako? Ni mjomba yako? Hapana. Ni nani? Ni Mungu. Kuvaa kwako, kula kwako, kutembea kwako, kuamka kwako ni Mungu. Ni Mungu peke yake. Vyote vilivyo navyo ni Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Mambo tunayopitia wapendwa katika dunia hii, tunamhitaji kumtazama Yesu ili tuweze kushinda. Hatustahili kuvunjika moyo na mambo madogo madogo, kwani Yesu alipitia upinzani mkuu kwa watenda dhambi. Ukisoma Petro wa kwanza mlango wa 2, 23 na 24, utaona vile huyu Kristo alipopitia upinzani mkubwa kiasi cha kutemewa mate. Unachukua mahewe. Bodi temewa mate. Haleluya. Neno tu dogo la kutoa katika huduma. Neno tu dogo la kutoa katika wokovu. Unakosa kusimama na kumwambia. Neno tu dogo, umeona mshirika mmoja.